Mambo vipi? Heri ya mwaka mpya. Happy New Year. Naamini wengi tumepokea huu mwaka wa 2026 tukiwa salama, na hata ambao bado wamepata changamoto fulani, niwatakie tu mafanikio, niwatakie kurejea katika ubora wenu, na naamini kwamba mtarejea kwenye ubora wenu na mambo yataendelea kwenda kwa salama. Nikukumbushe tu katika mada zilizopita tuliweza kuongelea wazazi na jamii kama chanzo kikuu cha maarifa, na nikasema kwamba wewe kama kijana, wewe kama mtu ambaye unahitaji kuwa na mafanikio, inakubidi vile vitu vyote ambavyo wazazi wako wanavijua uvijue, au jamii inakuzunguka uvijue kwanza, kabla ya kwenda kujua elimu, kabla ya kusoma taaluma nyingine, kabla ya kufanya kitu gani, angalau ujue vile vitu ambavyo wanafanya wazazi wako. Kwa kama mzazi wako ni mkulima, ni mfanya biashara, ni nini, jua kwanza zile kilimo, jua biashara. Sijasema uwe mfanya biashara utakuja kuwa mfanya biashara baadaye, hapana, ila nimesema tu wewe jua vile vitu ambavyo wazazi wako wanavifanya au jamii iliyokuzunguka inafanya kwanza. Tukatoka hapo tukakuja kuongelea ni namna gani wewe kama kijana unaweza kutafuta thamani yako, kwa sababu thamani ndio inakuja kukupa pesa, thamani ndio inakuja kukupa mafanikio. Na nadhani tuliongelea vitu vingi, hasa ujuzi, kwamba nikasema kama ukiweza kujua baadhi ya juzi, ukaweza kujua vitu vingine vingi ambavyo tuliongea, unaweza kupitia kile kipindi na ukaangalia, ni hapo ndipo ambapo utajenga ile thamani yako na utajikaribisha katika ule ufalme wa mafanikio. Utaanza kuwa na mafanikio yatakufuata kwa sababu una thamani. Yaani tukitoka hapo tukaangalia ni namna gani wewe kama kijana unaweza kubadilisha ile mitazamo yako. Wazungu wanasema mindset. Utabadilishaje ile mindset? Kwa sababu mimi naamini kwamba kama ukiweza kubadilisha mindset, basi nyakati zote ngumu unaweza ukafunga macho na kufungua zikawa zimebadilika, zinakuwa ni nyakati za furaha. Na ninaweza nikakupa mfano mmoja nikakwambia kwamba vijana wa sasa hivi wengi wanapata maumivu makubwa, wanateseka, wanaumia kisaikolojia, wanaumia tu kimaisha, kwa sababu labda wanahitaji simu nzuri, labda ya iPhone 17 na vitu vingine na vingine, lakini kwa sababu tu wana hiyo mitazamo kwamba ile iPhone 17 ndio kitu cha muhimu kwao. Lakini kama akibadilisha tu kichwa kwake akasema kwamba kuanzia leo mimi bana, hizi ni wangu ambao niko nayo ni Infinix, sio ni Samsung, sio ni nini, hivi ni vya kwangu na nimeridhika navyo, nitaendelea kupambana, kama nikipata fedha nyingine zaidi nitanunua hiyo iPhone 17. Akishabadilisha tu mtazamo, yale maumivu, ile vitu gani nini, vyote vitaisha kwa sababu amebadilisha mtazamo. Kwa hiyo tuliongelea ni namna gani mitazamo ni muhimu sana kwa vijana, na kama tukishindwa kuwa na mitazamo ambayo inaona maisha kuwa bora, basi tutaua kizazi. Hatuwezi tukafanya tukawa tunaweka kizazi ambacho kinakuwa kinaishi kwenye historia. Lakini leo nikukaribishe, tunakwenda kuongelea mada nyingine muhimu sana sana kwa vijana, hasa vijana ambao wako chuoni, vijana wenzangu ambao wako chuoni. Hii ni mada moja muhimu sana ambayo itakwenda kuhusu umuhimu wa kuunda vikundi na namna gani ambao vikundi vitakusaidia wewe kama kijana. Katika mada ya leo tutakwenda kuongelea maana ya kikundi, tutaongelea baadhi ya aina za vikundi. Nimeamua kuziweka katika makundi ambayo ni makundi 5, na hapo tukitoka hapo tutaongelea, je, umeshajua aina ya vikundi? Je, ni kwa namna gani hivyo vikundi vinaweza kukupa faida? Kwa hiyo tutaongelea faida za kuwa kwenye vikundi fulani au kuanzisha vikundi fulani. Na baada ya hapo tutaangalia, je, umeshaanzisha kikundi au uko kwenye kikundi, je, utatumiaje kile kikundi kiwe kama fursa kwako kwenye mafanikio? Na mwisho kabisa nitatoa mifano miwili ambayo ni ni rahisi sana, na inaweza ikawa ni ya kuanzia, ikawashawishi nyie na nyie mkaanza kuunda kikundi chenu, na nyie mkafanya nini, mkaanza kutekeleza yale ambayo nitasema. Mimi nikwambie tu, katika takwimu ambazo mimi nimeweza kuzikusanya binafsi na kusoma kwenye vitabu mbalimbali, zinasema kwamba 70% ya vijana mawazo wanayoyawaza, au 70% ya mawazo vijana wanaokuwa nayo yanakufa katika zile hatua za awali, kwa sababu hawashirikiani, hawataki kushirikiana. Kwa hiyo kwa mfano kama Tanzania, naweza nikasema 70% zaidi hata ile 70%, kwamba vijana hatushirikiani kabisa. Yaani mtu ana wazo zuri la biashara, ashirikiani na wenzake, kwa hiyo lile wazo linakufa katika ile hatua ya awali. Kwa hiyo ili tubadilishe mtazamo, ili usiangukie tena kwenye kufa, kwenye kila kitu unachokifanya kinakufa, kwenye kila kitu unachokijaribu ili kufanikiwa kinakufa kwenye hatua ya awali, sikiliza, hichi kipindi kitakwenda kukusaidia kubadilisha ule mtazamo wako. Basi nikukaribishe sana na nikwambie kwamba katika hii channel ya Maisha na Maarifa, naamini sisi kama vijana tunaweza tukabadilisha ile jamii ambayo iko kwetu, na tunaweza tukaanza kuunda maisha yetu kuwa bora kama tukiamua. Kwa hiyo nikualike uendelee kutazama video hii, uendelee kunifuatilia, na ili kuendelea kunifuatilia naomba uendelee comment, like, subscribe, na pia hata kushare hii channel ili izidi kuwafikia wengine wengi. Na tuanze na maana ya kikundi. Kikundi ni mkusanyiko wa watu wawili au zaidi wenye lengo moja na walioamua kutumia njia walizokubaliana ili kufikia lengo hilo. Kwa hiyo kikundi kinaweza kuwa ni cha watu wawili, watu watatu, wanne, watano, 6 na kuendelea, wenye lengo moja. Kwa hiyo hilo lengo linaweza likawa labda ni la kibiashara, lengo la kidini, lengo la lolote la kimchango, lengo la kumpongeza mtu fulani. Hicho ni kikundi.
na vikundi vinakuwa sasa na lengo hilo moja likafikie mafanikio fulani ambao wanakuwa wameyaweka au kama dhumuni la lile kikundi. Kwa tafiti zangu au kwa uwezo wangu wa kuziweka katika aina, nimeweza kuweka aina 5 za vikundi ambayo ni zifuatazo. Nilisema kwamba kuna vikundi vya kiujasiriamali ambapo wengi wanasema kwamba ni entrepreneurship. Kwa hiyo kama ukiwa kwenye vikundi kama hivyo, labda vikundi labda vya kibiashara, mradi fulani, unataka tuanze labda mradi labda wa ufugaji wa kuku, kwa hiyo tunakusanyana watu 2 3 tunaanza kuunda kile kikundi cha kiujasiriamali. Au kwa mfano kama vikundi ambavyo vinafahamika sana ni vikundi kama vya kina mama zetu wanaita vikoba nini, wanakaa tu pale ujasiriamali fulani, labda ni kujenga sabuni, kujenga bidhaa fulani, hivyo tu ni ujasiriamali. Kwa mimi nilisema kwamba kuna aina hiyo ni ya kwanza ambayo ni ya vikundi vya ujasiriamali. Na aina yangu ya pili nilisema ni vikundi vya kijamii, vyenye masuala ya kijamii. Kwa hiyo unasikia kwamba tunaunda kikundi fulani, leo tutaunda kikundi tuende labda kwenye msiba fulani au tuende kwenye sherehe fulani. Kwa hiyo kile kikundi kinaundwa, labda mkusanye michango fulani, mfanye nini ili muende kwenye kile kikundi. Na pia kuna hapa kwenye kijamii unapata mna kikundi fulani mnaenda labda kusaidia watoto yatima, kituo cha watoto yatima, labda mnapeleka kwa muunda kikundi chenu, mnaenda pale. Hiyo pia ni vikundi vya masuala ya kijamii. Alafu nikaja nikasema kwamba kuna vikundi vya kidini, kwamba unapata kwamba ni dhumuni lake kuu ni vikundi vya kidini, yani kwamba labda kwaya, mfano ni kwaya, unaweza kupata labda ni wanataka tu kwenda labda kwenye labda wanasali kanisa moja, kwa hiyo wameunda kikundi hicho cha kikwaya au cha kidini na vitu vingine kama hivyo ambavyo vinahusiana na masuala ya kiimani zaidi. Alafu aina yangu ya 4 tulisema kwamba ni vikundi vya kimichezo. Kwa hiyo unapata labda mtu ana ile fitness club, kwamba labda na kikundi chake anakiendesha, watakuwa wanakimbia, wanahimiza ule umuhimu wa afya labda ya kufanya mazoezi na nini. Hivyo ni vikundi vya kimichezo. Vikundi vya michezo ya kimipira unapata ni labda timu ya shule, timu ya kijiji, timu ya nini, vyote hivyo ni vikundi, ndio. Au chuoni huko mnakuwa na vikundi labda vya kimichezo, kwamba hawa ni wa netball, hawa ni wa whatever, michezo yote mingi ambayo inakuwa na kuwepo. Kwa hiyo ni kikundi cha 4. Na aina ya kikundi kingine ni vikundi vya tunasema ni tasnia ambazo watu wamesomea. Kwa hiyo kwamba yani unapata labda ni kikundi cha walimu. Kwa hiyo kwa mfano kama hiyo ni tasnia watu wamesoma, hiyo wao walimu wanakuwa na kikundi chao chenye lengo hilo moja. Kwa hiyo ni ile kutokana na zile tasnia ambazo tunazifanya, tunaweza tukawa tuna vikundi. Labda ni kikundi cha madokta, ni kikundi cha mainjinia fulani, wanakuwa pamoja. Kwa hiyo ni vikundi. Ni kikundi labda cha watu fulani ambao wanataka wafanye utafiti kutokana na zile tasnia zao. Kwa hiyo ni vikundi. Kwa hizo ni aina 5 za vikundi ambazo mimi niliweza kuziweka katika hiyo makundi 5. Baada ya kuangalia aina za vikundi, tukaangalia faida. Na kama tulivyosema pale mwanzo kwamba 70% ya mawazo ya vijana wanaokuja nayo ili kusaidia jamii yanakufa katika hatua zile za awali kwa sababu hawataki kushirikiana. Ambapo mimi mwenyewe naweza nikasema kwamba mimi nilipoanza naweza nikajichukulia kama mfano, mimi nilipoanza kuunda hizi video ili kuhamasisha vijana, kwa sababu nimekuwa nikipitia changamoto na nikiona kwamba wapi nilipokuwa napitia changamoto, kwa sababu nilikuwa sipati ule usaidizi wa kufanya nini, wa kuona kipi nifanye. Na nilipoanza kufanya hizi video na kuziunda, kila siku naona na improve, kila siku naona napiga hatua fulani, kwa sababu kuna watu wamenizunguka, yani kuna kikundi cha watu ambao wanafanya vitu tunavyofanya kwa pamoja. Kwa hiyo tumejileta pamoja na tunaambiana kwamba sasa pale hivi na ile video ulioitoa hii hapa inakuwa na nini, inakuwa na changamoto fulani, labda ni sauti, labda ni picha, labda ni nini. Ndio unajua bado ubora haujawa katika viwango vinavyotakiwa, lakini angalau unaona kwamba kuna mafanikio yanaendelea kujionyesha siku baada ya siku. Kwa hiyo angalia hata nyie mnaoangalia video, mnapokuwa mnaniambia kwamba tu pale umefanya hivi, si hongera, au hata nikaona tu watazamaji wametazama ile video na kwa napata nguvu, naona kwamba hapa hivi kunafanya nini, kuna kitu na kitu. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa sana hapo katika vikundi. Na kitu ambacho kinanishangaza sana mimi kama msomi ambaye niko chuoni kwa sasa ni kwamba naumia sana kuona kwamba Watanzania na vijana hawashirikiani, yani hawashirikiani kabisa. Mimi naweza nikakwambia kwamba unaweza kupata kijana anasoma labda utalii, yuko chuo cha Sauti Arusha, lakini hana rafiki hata mmoja kutoka chuo kingine chochote. Lakini hapo Tanzania vyuo ambavyo vinatoa mafunzo ya utalii viko vingi sana, lakini hana rafiki. Yani mzunguko wake ni huo hapo alipo. Hata inaweza kuwa hata huo mzunguko hapo alipo bado ni unafiki tu. Hawataki kukaa kwa pamoja na kuja kwa pamoja na kuanza kufanya vitu kwa pamoja. Na nawaza sana kwamba je, ingekuwaje pale ambapo kwamba kwa mfano kama labda tunasoma labda utalii, mimi niko chuo labda cha Sauti Arusha, si ndio? Alafu kuna wenzangu yuko labda Sauti Mwanza, kuna mwenzangu yuko Mzumbe, kuna mwenzangu labda yuko Sua, kuna mwenzangu yupo Mwenge, kuna mwenzangu yuko hivyo. Alafu tukaunda kikundi cha watu, kila mmoja kutoka kwenye vile vyuo, kwa sababu naamini ndio wote tumesoma utalii, lakini hatujafundishwa kwa namna ile moja. Tumefundishwa kwa njia tofauti na tumepewa mbinu tofauti za kufanya nini,
kufanya ule utalii. Kwa hiyo kama tutakuja kwa pamoja, tutaweka nguvu na tutakuwa na njia sahihi na mawazo sahihi ya kufanya nini, ya kutumia ile maarifa ya utalii na tukajipatia kipato, au tukaunda kitu fulani ambacho kitakuwa kina umuhimu mkubwa sana katika jamii. Na pia nina mfano mwingine ambao ni mmoja kati ya rafiki yangu ambaye yeye kwa sasa anasoma UNISM pale, na yeye anasoma computer science, na ameweza kutengeneza app ambayo app hiyo ni ya kusaidia, kwa sababu sasa hivi tunaona ukuaji mkubwa sana wa hivi vikundi vya vikoba na michango tofauti tofauti, hasa vikoba, na yeye anaunda app ambayo itasaidia sasa hivi kwamba vijana, yani kwamba ukiwa na kikundi chako kile, wewe ukiingia pale inakuwa tena haina haja ya kutumia daftari sio kufanya nini, huyu hajalipa au sio hajafanya nini. Yeye mwenyewe anakuwa anatumia SMS kwamba imefika wakati wa malipo, hujalipa ila yako, hujafanya nini. Kwa hiyo ile app ni nzuri sana, lakini kitu cha kushangaza ni kwamba yeye anapokuwa anawaelezea wenzake ambao wanasoma computer science hawana ushirikiano na yeye, lakini ana wazo zuri, yani kila mmoja anataka afanye cha kwake mwenyewe, hawataki kushirikiana. Kwa hiyo akanifuata mimi na akaanza kuniomba kwamba vipi tunaweza tuwe pamoja. Japokuwa mimi sisomi computer science na kwa kweli sijui kitu chochote kuhusu kutengeneza app, lakini nilimwambia kwa kweli ninaam na ninaona kwamba kuna mafanikio makubwa kama tutaendelea kufanya hiki kitu. Kwa mpaka sasa hivi tunashirikiana, tunaendelea kuunda vikundi, tunakaribisha watu, na kama wanataka kujiunga kwenye kile kikundi inakuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa vikundi. Natoka tumekuwa pamoja, japokuwa mimi sijui mambo ya kuhusu app, lakini yeye kitu chochote anachokileta anachokifanya na mshawishi kwamba kuna hichi umefanya hivi hakiko sawa, hichi kwenye hichi tukifanya hivi itakuwa hivi, hichi na hivi. Na kwa kweli hata yeye kama anaangalia hii video anakuwa ni shuhuda wa kusema kwamba kwa kweli kuna mabadiliko makubwa yanatokea pale ambapo unakuwa na ushirikiano na watu, unakuwa na vikundi fulani ambavyo vinakuwa vina lengo moja, vinananivu. Kwa hiyo mimi ni wahasi sana vijana ambao mko chuoni kwa sasa na mnasoma tasnia moja, hebu undeni vikundi. Sio lazima viwe vikundi vya kitasnia, lakini undeni hata vikundi tu vingine vyote. Tumeshaongelea aina za vikundi pale mwanzo. Kwa hiyo undeni vikundi, kweni pamoja, fanyeni vitu kwa pamoja, kwa sababu wewe ukifanya mwenyewe ukikosea au kuwa na mtu mwingine wa kurekebisha pale ulipokosea, utakuwa unaenda kwa kukosea hivyo hivyo. Umeona? Kwa hiyo kuwa na vikundi ni muhimu sana. Na moja kwa moja tukaangalia faida. Mimi kuna faida ziko hapa za kutosha tu na nyingine nyingi ambazo sijafanikiwa kuzipata hapa, lakini naamini unaweza kuwa una faida na ukazitafuta ukaziona. Lakini moja kati ya faida ambazo nimeweza kuzipata ni kwamba vikundi vinatusaidia kupata ujuzi, kwa sababu kama labda wewe ni unatafuta umejiunga kwenye kikundi fulani ambacho kinafanya ujasiriamali, labda utengenezaji wa sabuni, na wewe haujui kitu chochote, ukishajiunga kwenye kile kikundi utapata ule ujuzi wa kutengeneza sabuni. Kwa hiyo tayari ule ujuzi unaweza kutumia kwenye maisha yako na kukuletea mafanikio. Kwa hiyo vikundi vinatusaidia kutuletea nini? Ujuzi. Kitu kingine tumesema vinajenga mitandao ile. Kwa Kiingereza watu wanasema connection. Kisomi sana huko wanasema networking. Wewe unapokuwa kwenye vikundi kule unakuwa na connection. Yaani kwa mfano kama hivyo nimesema, wewe unajiona na mtu anasoma utalii yuko kule Mwanza, mwingine yuko Dodoma, mwingine yuko wapi, yuko UNISM kule. Kwa hiyo ikitokea fursa mnakuwa mnajulishana kwenye kile kikundi. Kwa hiyo inakuwa ni nini? Ni connection. Na hapo hiyo connection inaweza kuzalisha kitu kinaitwa recommendation. Kwa mfano kama sasa hivi wewe ndio uko kwenye kikundi fulani labda cha utalii, alafu ukataka kufanya jambo fulani ambalo linahitaji recommendation, yani watu wawili wakuelezee kwamba hiki ni kweli mtu aliwahi kufanya, wanadhibitisha wanafanya nini, ni kile kikundi chako utaenda pale kwenye kikundi watafanyia nini? Recommendation. Nadhani watu waliofanya mambo ya application sana hizi za scholarship wanaelewa nini maana ya recommendation. Kwa recommendation ni muhimu sana kwenye vikundi ambavyo vinakuwa unavifanya. Hiyo ni faida ya pili. Na faida ya tatu tumesema ni ubunifu na uvumbuzi. Sisi kama taifa, sisi kama Afrika, sisi kama wana Afrika Mashariki, Tanzania na watu wote kama vijana tunahitaji kuvumbua vitu. Kwa hiyo kama sasa hivi mtaunda, kama nyinyi labda mnasoma chemical engineering, sio mkaunda kikundi cha watu 5 mkaanza kudiscuss je tufanye nini, na maana mtakuja na uvumbuzi fulani, mtakuja na utafiti fulani, uvumbuzi ambao utakuja utatusaidia sisi kama jamii. Kwa hiyo uvumbuzi na ubunifu ni moja kati ya vikundi, ndio kama vikundi labda vya utamaduni, vikundi vya mchezo, vikundi vya nini vitaleta ujuzi na ni uvumbuzi fulani na ubunifu fulani ambao utaleta tofauti katika jamii na utambulisha jamii hasa kiuchumi na pia kimaarifa zaidi. Kwa hiyo ni faida ya tatu. Lakini faida kuu zaidi kwa sisi vijana ambao tuko chuo ni kuongeza CV zetu. Nadhani mnaelewa nini maana ya CV, kwa sababu CV ni ile taarifa ambayo inakuonyesha wewe ni nani, umefanya nini, elimu yako ni nini, unafanya vitu gani, una watu gani, umewahi fanya nini. Kwa hiyo kama sasa hivi kuna watu wanakosa kazi kwa sababu labda tu hawakujishughulisha na vitu fulani, wao kitu walichojishughulisha nacho ni elimu tu, yani kwamba wao kitu ambacho wanacho ni ile cheti cha degree kwamba ni GPA ya 3.9 ndicho kitu wanacho, lakini hajui kitu kingine chochote. Kwa hiyo vikundi hivi vitakuwezesha kuongeza ile CV yako, hata wakati unapokwenda kufanya application za kazi itakusaidia kufanya nini, kuwa tofauti na kukidhi vile vigezo na kupokea. Kwa hiyo vikundi vitakusaidia sana kuongeza ile CV yako kama msomi, wewe kama kijana. Kwa hiyo kuanzia leo nikushawishi kijana mwenzangu,
jiunge kwenye vikundi tofauti, anzisha pia wewe vikundi vyako, kaeni kwa pamoja, discussini, anzisheni vikundi. Umeona? Alafu hiyo ni ya 4. Lakini nyingine, faida nyingine kubwa sana ni kupata mikopo na misaada. Kwa sababu kwa mfano kama serikali sasa hivi inasema kwamba kuna mikopo ile ya 10% ya kwa ajili ya vijana na wamama. Kwa hiyo pale ambapo kutoka halmashauri ya wilaya hiyo. Kwa hiyo pale ambapo mtaunda vikundi vyenu, angalieni mtapata mikopo kutoka kwenye taasisi za kibenki, taasisi za serikali kama hivi, ambazo zitawasaidia nyinyi kuanzisha vitu na kuwasupport kwenye ile lengo la kikundi chenu. Kama ni labda ni mtafiti fulani, au mkikopa ile hela mtafanya utafiti, then italeta matunda, mtafanya nini? Mtakuja mtapata hela. Na pia faida nyingine ambayo ni ya 6 ni kwamba vikundi vitakusaidia wewe kupata kipato. Itaongeza kipato chako, si ndio? Kwa hiyo kwa mfano kama mkatengeneza sabuni, mkatengeneza nini, mkaviuza vile vitu, itawasaidia nini? Kupata kipato. Lakini kitu kingine ambacho ni kikubwa sana kwenye vikundi na ambacho mimi kwa kweli kimenisaidia sana na ninaona tofauti mkubwa, vikundi vinasaidia ile afya ya akili, vinakuwekea marafiki, vinakujengea ujasiri, vinakufungulia fursa. Kwa sababu unapokuwa kwenye vikundi unakuwa na vitu vingi vya kufanya. Vinakuepusha tu na ile migogoro ya kiakili kwamba usije ukafanya mambo ambayo yatakuathiri. Yaani uache kuwaza sasa hivi kwamba nikaeke kope au niwaze iPhone, sio iPhone ngapi huko, sio nifanye nini, bali vinakuweka wewe katika ile kujituma na kupambana. Kwa hiyo afya yako ya akili inakuwa iko katika utaratibu mzuri. Na pia vinakupa marafiki wazuri ambao wanakuwa na lengo moja kama la kwako. Yaani wewe kama unataka labda kufanya labda ni mambo ya ususi na nini, na una kikundi cha ususi, ina maana itakuweka karibu sana na marafiki ambao wanafanya kitu kama cha kwako. Kwa hiyo ile hamasa inakuwa inazidi kuongezeka ndani yako. Na vingine vitakuongezea ujasiri. Kwa hiyo kwa mfano kama wewe kufanya vitu fulani vingine, lakini kwa sababu uko kwenye kile kikundi, vinakuongezea ujasiri wa wewe kufanya vile yale mambo. Na kukufungulia fursa nyingine nyingi kwenye vikundi. Kwa hiyo ndugu yangu, nadhani mnaona hizi faida za vikundi zilivyo. Hizi ni baadhi ya faida. Ziko faida nyingi sana. Kwa hiyo sisi kama vijana tunataka tuunde vikundi. Yaani kuanzia leo huu mwaka 2026 usifanye tena kama ule wa 25. Unda vikundi. Sio lazima uunde vipya, lakini unaweza kujiunga kwenye vikundi ambavyo tayari vipo. Jiunge kule, angalia wanafanya nini. Jiunge, toka, fanya vitu fulani, ndio? Na hapo naamini ukiweza kujiunga kwenye vikundi, faida kama hizo nilizotaja zitakuwa kwako na zitakuwa zinakusaidia wewe kama kijana kupata mafanikio. Sasa baada ya kuangalia zile faida, tukaangalia zile mbinu zangu au niseme ni hatua au niseme ni njia za wewe kwenda kuzitumia sasa hivi ili kuanzisha kikundi chako aidha kipya au kujiunga kwenye vikundi vingine. Nina mbinu 5 ambazo hizi mbinu naamini zitakusaidia sana. Ni mbinu tu ambazo nimejitahidi kuziunda kwa maarifa yangu. Lakini kama kutakuwa kuna wazo lingine lolote ambalo utakuwa nalo, usisite kuchangia, kuelezea, na pia usisite kuwashawishi wengine. Hata sio lazima kuchangia hapa, washawishi tu wengine. Hata maarifa yasambaze yaende kwa wengine, yasaidie watu wengine. Kwa hiyo katika mbinu zangu au njia ambazo nakushauri ukaanze kuzitumia katika mwaka 2026 ili kufanya yale mafanikio yaende yakawe pale. Tukifika tu mwezi wa 12 tusherehekee mafanikio, angalia mbinu hizi ambazo nitakutajia. Ya kwanza tafuta lengo. Sasa hivi umeshajua umuhimu wa kikundi, umeshajua aina za vikundi, umeshajua je kikundi kitakwenda kuaje, kitakusaidia. Hebu tafuta lengo sasa hivi kichwani mwako. Lengo la kielimu, lengo la kidini, lengo la vyovyote. Tafuta lengo kichwani kwako na anzisha kikundi. Hiyo ndio hatua ya kwanza au mbinu ya kwanza ambayo nitakupa. Kwa tafuta lengo lako la kikundi na anzisha kikundi kwa kutafuta marafiki, labda watu 5, na kushauri anza na 5. Usianze na watu wengi sana kwa sababu management itakuwa ni ya tabu. Watu wakiwa wengi alafu bado system haijawa vizuri, tunakuwa mnateseka. Lakini anza na watu 5 ambao mnaweza mkakutana, mtakuwa available, yani like mtakuwa na muda wa kukutana, wa kujadiliana mambo na mkafanya hilo jambo kwa pamoja. Tafuta watu ambao wana interest sana wewe, yani wana hamu ya kufanya kitu kama hicho ambacho unakiwaza. Alafu fanya hicho kitu. Ya pili ni kuorodhesha, maonyesho, yani muorodheshe vitu ambavyo mtakwenda kufanya kwenye mwaka wa 2026. Yani mnaweza mkapanga ratiba. Ni kiufupi tu niseme kwamba pangeni ratiba ya vitu gani mkavifanya. Sababu ndio mwaka ambao kama ndio mnakwenda kuanza, sio mwaka sana wa kuangalia mafanikio makubwa. Angalieni tu yale mafanikio ya kubadilisha tu kwanza, mtoe kwenye yale mambo ambayo mmeyazoea, mwanze kuona imesha tofauti. Kwa hiyo mimi kwa mfano kama hapa nawashauri kwamba pangeni kuhudhuria maonyesho mbalimbali. Kuna maonyesho kwa mfano kama yale maalum ya kinchi kama 77 na 8 na mengine mengi. Hudhurieni yale maonyesho ili mfanye nini? Mkajifunze vitu tofauti ili mpate mawazo tofauti ya kwenye ile kikundi chenu. Kwa sasa hivi unaweza ukawa labda lengo neno, labda mnawaza labda lengo tu la biashara, lakini bado hamjajua ni biashara gani tutafanya. Labda mnawaza ni kilimo, lakini hamjajua ni kilimo gani tufanye nini. Kwa hiyo mtaanza ile hatua ya kufanya tafiti na kupanga ratiba yenu kwenye mwaka wa 2026 ili utakapofika pale mwishoni mko tayari kuanza utekelezaji wa yale mambo ambayo mtakuwa mmekubaliana. Kwa hiyo hudhurieni maonyesho mbalimbali kama na 8, 77, mikutano, mashindano ya kiuvumbuzi. Kuna mashindano kama Maksatu kama sijakosea. Yako mengi, lakini Maksatu ni moja kati ya mashindano ambayo nimeyasikia sana na nimeweza kushuhudia rafiki yangu mmoja ambaye alishinda.
Kwa hiyo hudhurieni mashindano kama hayo na kadhalika na mengine mengi ambayo yatakuwepo. Najua yako mengi, fuatilia. Yako mengi maonyesho yale. Yatakusaidia kufungua yale mawazo yako kwamba kipi nikafanye, kipi nifanye, idea gani mpya, ipi inaweza ikawa na faida, ipi hivi. Unaona, au kuboresha hiyo ambayo uko nayo, si ndio? Alafu nyingine, njia ya tatu, mbinu ya tatu ni kwamba tafuta usimamizi na safari za kujifunza. Kwa hiyo mnaweza mkatafuta mtu wa kuwasimamia. Sasa hivi labda mmeshasema ni biashara, si ndio? Mnatafuta mtu wa kuwasimamia kwamba tunahitaji labda ni mwalimu fulani au ni mzazi fulani au ni mtu fulani au hata kama nyinyi mko katika ile level ambayo mnaweza mkajisimamia, unaweza mkafanya nyinyi wenyewe, lakini safari za kujifunza ni muhimu. Kwa hiyo kama ni biashara sasa hivi unaweza mkatenga labda kila mwezi muwe mna siku moja ya kutembelea pale Kariakoo kwa mfanyabiashara mmoja wa kitu fulani, mkamuuliza tu maswali, inakuaje, biashara inaendaje, yani vitu China mnatoaje, labda nje ya nchi mnatoaje, vitu hapa ndani mnauzaje, mkapata tu yale maarifa yani, unaona. Kwa hiyo pangeni kujifunza, kutafuta usimamizi na safari za kujifunza. Kama ni mambo labda ya utalii, kama sasa hivi nilivyokuwa tunasema, unaweza kuanza kupanga sasa, mpange tu mnaenda utalii fulani, eneo fulani, hoteli fulani, na wauliza hivi watalii wanahitaji nini, mbona watalii fulani inapendwa kuliko hii, kwa nini, wale wana nini, au mbona mboga fulani inapendwa kuliko mboga hii, kwa nini, ile na nini, mkajifunza ile tofauti ulioko ili kufanya nini, ili kujua nyie mnaenda kuendaje kuunda hicho kikundi chenu kikawe salama. Njia ya 4 ni kwamba mweke nani, kuunda wanasema nini, ni account za mitandao, kujitangaza mitandao. Kwa sababu sasa hivi, hebu someni kwanza kwenye mitandao, ndio zina nguvu sasa hivi. Kama mkishindwa kutumia mitandao vizuri, hamwezi mkafanikiwa. Kwa hiyo anzeni, kwa kama umeshapata kikundi chenu cha watu 5, undeni account kama za Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, alafu mwanze kutangaza vile vitu ambavyo mnatarajia kufanya. Bado mjaanza kutekeleza, au hata kama mtaanza sawa, lakini mnaanza kujitangaza kwamba tutafanya hivi na hivi na hivi, mnaanza kupata ujuzi na maarifa. Kwa hiyo hii ni hatua ya kujitangaza. Alafu hatua ya 5 ambayo ni ya mwisho ni kuunda katiba ya hicho kikundi na njia ambazo mtakwenda kuzitumia katika kutafuta ile mafanikio. Kwa hiyo kwamba ni biashara, labda mnasema kwamba tutafanya biashara 1 2 3, kanuni zetu ni hivi kwamba kila mmoja labda atatoa shilingi 50 ili tuanze biashara, na faida labda tutagawana hivi na hivi, au faida haitoke kwenye kikundi, ikae tu tuendelee kuwekeza kwenye kikundi. Labda tutanunua zile rasilimali za kikundi, labda mnahitaji ofisi, mnahitaji nini, mnahitaji shamba, mnahitaji kukodisha labda frame na nini, mnakuwa mnaweka zile kanuni zenu na katiba, na then mwishowe kama hicho kikundi kitakuwa kinazidi kuongezeka na watu huko, baadaye ndio mtafuata zile hatua za kujisajili na mtakuza kikundi, kitaanza kukua, kitaanza kufikia hadi ile level ya kuwa kampuni. Kwa mtakwenda kujisajili kwenye ile taasisi kama Brela na nini, mtasajili vile ile kampuni yenu. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu ni kitu ambacho bado mjaanza, akijakuwa hamjajua, bado mjafikia ule mwafaka kwamba tunafanya hivi, sasa hivi tu ndeni kile kikundi ambacho cha kufanya tafiti, cha kufanya nini mfanye, lakini tayari mnakuwa na ile mada kuu kwamba labda ni biashara au ni kilimo au ni elimu au ni nini, kitu chochote ile mada kuu, then mnaanza kuangalia. Kwa hizo ndio mbinu zangu 5 ambazo nimekushauri wewe kijana kwa mwaka wa 2026. Hebu utumie mwaka kama moja kati ya njia kwa wewe kwenda kuwa watu tofauti. Kwa hizi njia 5 ambazo nimekutajia, naamini kikundi chako kitaanza kuwa tofauti na utakwenda kupata mafanikio. Sasa tukaangalie pati ya mwisho ya hicho kipindi ambacho nilikwambia kwamba nitakwenda kupa mifano miwili ambayo haitochukua hata shilingi 100 kutoka kwenye mfuko wako, lakini itakuwa ni mifano ambayo kama ukianzisha kikundi na ukaifanyia kazi itakwenda kukupa mafanikio katika mwaka wa 2026. Na ni mifano ambayo nimechukua, kwa kweli ni mifano ambayo sio rahisi sana mtu kuiona na kuitafakari, lakini ni mifano ambayo kwa kweli ndio inakuja kwa kasi na inaleta ule tofauti, kwamba ni mifano ambayo ina ile pressure, tunasema pressure ya nje kwamba watu wengi labda wanahitaji au wanafanya nini. Hapana, ni mifano ambayo ni mizuri sana. Nitakupa mfano wa kwanza ambao mimi nimesema ni kwamba ni nyie muanzishe, kama mnaweza muanzishe kitu kinachoitwa ni kwamba ni kikundi cha michezo, ambayo hii michezo mnaiweka katika ile kundi la fitness and well-being. Yani kwamba nyie ni kikundi cha mazoezi, yani kwamba mnakuwa mnaanzisha mazoezi fulani, kama mweke yale malengo ya kukua mpaka mje mfike mna gym, mna kikundi ambacho kimesaidiwa kitaifa kabisa na kinashiriki katika mazoezi fulani, kwenye matamasha fulani, kwenye manini fulani hivyo. Kwa hiyo kama mnaweza hiki kitu ni kizuri sana, andaeni. Akitawachukua hata shilingi 100 yao kutoka kwenye mfuko wenu, lakini itawachukua tu kwamba nyie mtoke moyoni mseme kwamba leta tufanye hichi kitu, ni kwamba muanzishe kikundi cha mazoezi. Wewe mna kikundi, kama ni pale chuoni kwenu hamna kikundi cha mazoezi, watu wafanye mazoezi, wafanye nini, hebu anzisha kikundi ambacho ni cha mazoezi. Tafuteni mitandao, fungueni mitandao, anzeni kujitangaza kwamba mtakuwa na mashindano, labda ni mbio fupi tu za kukimbia kilomita 3 kila Jumamosi. Mwanze hivyo, kisha mnaanza kukua taratibu mpaka mtakapofikia malengo makubwa kama nimesema. Na mfano wa pili ni kuwa kuna ile neno wanasema winga, lakini mimi ninaweka ni ile huduma za delivery kwa wateja.
yani kwamba sasa hivi mteja yuko Mwanza anahitaji labda sabufa na ajue atapataje, au anahitaji vazi fulani ajue atapataje. Wewe unakuwa pale tu mtandaoni kwamba mimi hichi kitu nitakuletea, unakuwa mwaminifu, anakutumia hela yake, unamchukulia kitu pale Kariakoo, unakimtumia kinaenda Mwanza. Hiyo ni huduma ya delivery ambayo sisi tumeiweka kwenye Winga. Sasa Winga anaweza kufanya tu kwenye maeneo ya karibu ya pale sokoni, lakini pia anaweza kufanya maeneo ya pale hata nchi nyingine ukatuma. So Winga kwenye mavazi tu au biashara tu ya hiyo, unaweza kuwa Winga hata kwenye mambo haya ya kilimo. Yani unakuwa ni Winga huko. Kama sasa huko ni mpaka utakapokuja kuwa mkubwa, lakini kwa sasa hivi kwa kuwa ndo unaanza, unaweza kuanza na vitu vidogo vidogo, lakini ukishakuja kuwa mkubwa kule unaweza kuwa ni Winga wa maharage. Kenya wanahitaji maharage, labda Uganda wanahitaji maharage, watu wanahitaji maharage nchi nyingine, ukawa tu unaenda pale Mbeya unachukua maharage, hujalima, hujafanya nini, wewe ni Winga. Kwa hiyo unafanya nini? Unakwenda unauza. Kwa hiyo kama mtaweza kuunda hiki kikundi ambacho kina huduma ya delivery kwa wateja, ni kitu ambacho kwa kweli kinahitajika na kitakuja kuhitajika sana Tanzania, kwa sababu bado yani kinafanyika ndio, lakini kinafanyika kwenye ile hali ya kutokuwa na viwango fulani vizuri. Kwa hiyo kama mtaweza kuviweka kwenye viwango vizuri, naamini huu mwaka mtakuja kukumbuka. Kwa hiyo hicho ndio kipindi ambacho nimekianza leo, na mimi nimefurahia sana na nishukuru sana kwa kuwa na mimi mpaka hapa mwisho. Kwa kweli kipindi kilikuwa ni kirefu. Kama umefika hapa mwisho, inaniaminisha kwamba kweli wewe unataka mafanikio, na sita kuandaa vipindi vingine vizuri ambavyo vitaendelea kukuhamasisha na kukupa elimu na maarifa ili uweze kuwa na maisha mazuri. Kama nilivyosema pale kwenye mwanzo na dhumuni la hii channel ni kwamba maarifa ndiyo maisha. Kwa hiyo nikikupa maarifa, wewe utakuwa na maisha mazuri. Kama huna maarifa, maisha yako yatakuwa kufa. Ni sawa na kusubiri kuzikwa kwa sababu hauna kitu. Sababu hata kitu kikatokea kibaya pale, una maarifa ya kutatua, kwa kitakuua tu, unasubiria kuzikwa. Kwa hiyo nikushukuru sana na nikukaribishe pia kuendelea kunifuatilia. Usisite kushare, kutoa maoni yako, wapi kipindi kimekufurahisha, wapi kimekuchukiza. Pia kusubscribe, kwa sababu utaweza kutusababisha tuwafikie watu wengi zaidi na tuwe pamoja wakati zote. Asante sana.